Yes, Mamboni Wazimbiting. Najua mmekuwa mkisikia hii sauti lakini mnashindwa ni sauti ya nani. So leo tunaweka sura kwa hii sauti. Hapa Chi News Africa. We say it as it is. Hakuna kuongeza chumvi, hakuna kupunguza, hakuna kutoa hata sukari kidogo. Yani tunaongeza zaidi. So leo nataka tuangalie hii mambo ya Sifuna. Sifuna amekuja na moto mingi sana. So hapa tuko very neutral, hatuko side yoyote. So wale watu wanafikiria tuko pande ya William Samoei Ruto, ama tuko pande ya DAP-K, ama tuko pande ya sijui Ford Bole, ama pande ya ODM. I want to tell you today that we are not on any side. We are as neutral as possible. Sisi ni referee. Unaona referee akiwa side moja unajua na kuanga mbaya sana kwa timu nyingine ama namna gani? So jana tulikuwa Kakamega. Nikisema tulikuwa, I am creating inaitwa character hapa, sawa? So jana wase walikuwa Kakamega pale, Sifuna mliona kina Babu, Orengo walikuwa pale, Onyonka, and it was like very fire. The same yesterday tulikuwa upande wa Siaya. So kulikuwa na 2 rallies from the same party. Funny enough, it is the same party but they are at loggerhead. So sijui nini naendelea. So after Raila alipass, najua sasa alikuwa anasema sasa Raila ameenda, ODM itaisha. Hakuna sasa mwenye atatetea wananchi. Kidogo after kitu kama 3 months hapa tukaona Mr. Sifuna anaendelea na ile fire alikuwa nao time yenye Raila alikuwa. Mnakumbuka akiwa ana correct hata kama wako in broad base, but anaambia Ruto ukweli, and Raila was not doing anything about it because they are the official opposition. Most of the time ungesikia Raila anasema, mkisikia Sifuna anaongea, he's talking for the party. He's talking for the party. Yani Kenya anasema ni Kenya ODM imeamu. So leo nataka tuangalie mambo kinda critically kidogo. So mmekuwa mkiona hizo rallies tulianza na ilikuwa Kitengela, yes. Na inasemekana ile ya Kitengela ilikuwa sponsored na Jubilee. Na hii ya jana inasemekana ilikuwa sponsored na DAP-K, Mnajua DAP-K? Hii ya Mr. Gachagua na team, Sawa. So ilikuwa sponsored na DAP-K. So that one is from very reliable sources. So we have our sources. So mkiangalia hii mambo ya Sifuna critically, mnaona Sifuna really able kuendelea na hiyo inaitwaje, hiyo fire, Anaweza endelea na hiyo fire kweli, ama ni ile moto imewashwa na kiberiti, moto ya nyasi alafu nazima? What do you think, guys? Tuambie hapa kwa comment section about what you think. Is Sifuna able to continue with that fire, ama atafika mahali ya choke? Unajua Rao venye alikuwa anaendelea, alikuwa anaendelea kukua ni mbio, hakuwa ni ile moto ya, lakini alikuwa strategically, alikuwa anaifanya ki-strategy. Akiona kitu imeenda wrong anachuna kidogo alafu ananyamaza. Anatunga kidogo alafu ananyamaza. What do you think? Is Sifuna the Raila we remained with? Is he the Raila we remained with? Ama Raila, what is happening? So jana mliona venye kulienda na manze ilikuwa sijui niseme how was it? It was very, yani something yenye jai happen. Ushaona mwananchi anarushiwa tear gas lakini amesimama tu anaiangalia na jidwa. Hizi ni yani ni kama paka inaona panya inapita lakini imekaa tu inaangalia ni nini? Mbona hiki tunani test? Yani ilikuwa inakaa hiyo design. Wanarushiwa tear gas lakini wako tu hapo. In fact, wanaizima, wanaambia polisi irusheni tu kabisa tutazima. But man, ilifika time wakaamua kasema bana sasa hapa mmetuzoea. I don't know venye kungeenda if the people wenye walikuwa pale wange stop, because vitu zilikuwa zimeanza get out of hand. Tukaona hapo venye wale
wale wase walikuwa wanarusha hizo tear gas juu walikuwa in plain cloth, so hakuwa wamevalia ma uniform. Walikuwa nazirusha, uliona venye walifanywa, walikuwa napigwa. Hata ukiangalia hapa kando tuna hiyo video venye naenda wase walikuwa natwangwa juu watu wamechoka. Wase wamechoka, msema bana enough is enough. So another question naweza post kwenyu ni what is the difference between hii ya Sifuna na ile ya baba? Mbona wale wase maandamano za baba ama rally za baba watu walikuwa na rushwa tear gas na wanatoka mpaka meeting inakatika? Na mbona what has happened that people wamesema sasa Arusha tuko hapa, Arusha tuko tu hapa, tuendi mahali? Are they too tired of running? Akisema we are facing this problem head on. And is Ruto really capable of kunyonyesha Kenya anazalisha juu? Najua hii sasa kitu imezalishwa na inakuwa amekuwa mtoto anatambaa. Atanyonyesha hii Kenya amezalisha? Kurushia vijana tear gas. Na vijana wamechoka, wamesema tunaiangalia cha tu ikam. In fact tunaishika na mkono hivi kiwa moto ilipukie kwa mkono. Where are we headed to as a country? Where are we headed to as a nation? Where are we headed to as Kenya? Hii Kenya imezalishwa ikanyonyeshwa sasa inatambaa. Do you think ndio ile revolution yenye Raila alikuwa anaongelea, like kutafika ile time yenye sasa wasee watachoka? Punda amechoka kunyanyaswa, punda amechoka. Raila alikuwa anatumianga hiyo word sana. Punda amechoka. Unafikiria sasa punda amechoka zaidi yenye ataamua kwame mimi siendi, I'm not going. Now what will happen? Guys, kuna hii kitu nasikia wase wanaongelea hapa mtandaoni that Ruto akona hand kwa hii mambo ya split ya ODM. Like ni kitu walikaa chini wakachora. Juu nasikia wase wanasema ati mbona Junet hakuenda India time yenye Raila ametangazwa amededi, mbona Gladys yani it was like my story, unasikia? Nakwambia tuko na sources. So Ruto, what is Ruto trying to do? Like kama ako na hand kwa hii maneno, what is he trying to do and will he manage? So Kenya naweza sema ni hivi, Sifuna cannot be the president of this country as at now. Najua mnapinga, mnasema Sifuna. Reason ndio hii. Assuming hauko prepared for anything, like hauko prepared, like you are not ready for anything, alafu ukuambushed na hiyo kitu, will you do it? Because me venye naona Sifuna is not ready. Kenya anajaribu kufanya ni build your momentum. So mkimpressure na kukuorezo inamaanisha mtaeka mtu mwenye hayuko ready. Na kama hayuko ready, what will happen? We will have the worst ever president in this country, hata worse than Moi. You talk of Kasongo, atakuwa worse than Kasongo juu he is not prepared. What he's doing, he's continuing with what Raila was doing. In fact, what Sakaja ako ready for ni he was ready for governor. Hiyo ndo kenye mimi nakumbuka alikuwa anasema anakuja kuvai for governor. Yeah, so hiyo akipatiwa juu ni kitu yenye alikuwa shapanga mpaka venye vitu zinaenda, hata akikuja kuambia kuwapigishia mastori anajua mimi mkinipigia kura nitafanya hii na hii. Hiyo ako ready, but presidency I don't think if Sifuna can be elected today anaweza kuwa the best president because of the reasons I have just said. He is not ready. So msimpige pressure ya kuwa Orezo hayuko ready. 2, Babu is a very strong ODM member. Baba Damu. But kuna some kind of pride, unaona kuna pride fulani yenye ako nayo. Unaona unacheza na mtu wako na kiburi, ndo ule ako na kiburi bana, ule anaweza kufanya mbaya. So can you imagine with their lack of unpreparedness or lack of preparedness, sorry for the use of wrong English, my English teacher kindly.
lack of preparedness inaweza lead this nation to the wrong direction. So mi kenye nadhani wale watu wanaweza stand for presidency kwa hii country currently ni watu kama Kalonzo Musyoka, William Samoei Ruto as they are, na nani Gachagua alipigwa impeachment, sijui kama ako able kuvai. Matiang'i juu alishasema ako na interest, meaning that he has gotten ready. Mr. Maraga, ule mwenye alifanya ile kitu yenye hakuna judge mwenye angeweza kufanya, ku nullify a whole presidential election. So hao ndio watu wenye mimi naona wanaweza wakipatiwa chance ya Orezo wanaweza lead nation. But the youth, I don't think we are ready for a youth president currently now, because wenye tulikuwa nao ma youth, unakumbuka Unye akiingia watu walisema tumepata Orezo kijana, alipeleka inji wapi? I said you are very neutral, but we ask the questions as they are. Alipeleka inchi wapi? He was very youthful. In fact, I think hata Moi alikuwa better than Mr. Uhuru, because at least tuliona vitu, watoto walikuwa na kunywa maziwa ya Nyayo. Yes, watu walikuwa na kunywa maziwa ya Nyayo. Mimi sijaikunywa personally, lakini nimepisikia mastori maziwa ya Nyayo ilikuwa na taste kama asali, ile asali ya Canaan. Yeah, so those are my thoughts and those are our thoughts. They are not aligned to yours. So these ones are our own personal opinions. So kama unaona umekanyagwa mahali usifikirie tuko na against you. We are just trying to air just as the way we are in a free nation. We are just trying to exercise our freedom how it is supposed to be. And now finally, as we close this for today, is that nafikiria tu kila mtu akae kwa nyumba yake na shughulike na mambo yake. If you left ODM for whatever reason, like Ruto anasema he is a founder members, but they are not part of the group, why are they coming back to start to cause mayhem and kufanya hii boti anze kutingika? I think Ruto anatumia ile tactic ya divide and rule. Hao watu wako wakiwa pamoja, I can't stand a chance. So what do I do? Oburu, chukua hii pesa, chukua ile gorofa, simfanye hivi, huyu kijana atoke. So that is where the divide inaanzia. And as I can see things are going, mambo inaenda venye anataka. But will it stay like that? If Oburu hajapewa power, juu amesema tunataka power, if hajapewa ile power anataka, will he talk the same language na Ruto? Ama na kina Junet, ama na kina whatever? Question to ponder on. So, thank you very much for being with us today at Chi News Africa. Mimi ni ule mtu mmoja, hero on the beat, ama Maseke. Na hapa ndio penye tunasema venye tunafikiria. So hapa kwa comment section hakuna mtu atakutafuta. So sema yako yote hapa, hata ukipenda kuweka ile mkono inaangalia chini, dunga hapa alafu tuambie kwa nini umeweka hivyo. Sawa. Nakumbuka kulike, share and subscribe to this channel. Bye for now and see you later.